Zaburi 121 mstari wa kwanza na wa tatu nasemaje? Nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana, aliyezifanya mbingu na nchi. Asiwache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Naam, hata sinzia wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu unatoka wapi? Alitazama ile ahadi, akamwamini Mungu, akampa Mungu tukufu. Unainua macho yako unatazama milima, msaada unatoka wapi? Msaada unatoka kwako Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Makini unatafuta neno la Mungu ambalo analiachilia kwako juu ya hiyo hali husika. Kitu cha kumshukuru Mungu sio kitu cha kitoto, ni kitu cha msingi sana kwenye maisha ya mtu. Katika kumshukuru Mungu ndipo kuna kuzidishwa. Kwa hiyo usije ukakaa kwenye kona nyumbani kwako unalalamika au unalaumu juu ya jambo fulani. Kama kuna mahali unafika na unaona kabisa kwamba sina pa kutokea, sina mlango wa kutokea, sina mlango wa kuingilia, sijui na cha kufanya, jifungie ndani, anza kumshukuru Mungu. Ndio maana Biblia inasema Paulo na Sila walipokuwa gerezani, wamefungwa, hawana namna ya kufanya, Biblia inasema waliomba na kumwimbia Mungu nyimbo za sifa. Walimtukuza Mungu. Katikati ya kumtukuza Mungu kuna nguvu ilishuka, milango ya gereza katikisika, vifungo vikafunguka. Hawakulalamika, hawakusononeka, hawakulia, walimtukuza Mungu katikati ya dhiki kuu, katikati ya shida kuu. Na walipomshukuru Mungu, walipomtukuza Mungu, walipomuinua Mungu, Biblia inasemaje? Milango ya gereza ikafunguka, matunda yakaonekana. Hawakumshukuru Mungu baada ya kutoka gerezani, walimshukuru Mungu kabla kutoka gerezani. Na kuanzia leo hakuna gereza la aina yoyote itakayokushika katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwenye kila changamoto ambayo utajikuta upo nayo, Mungu atachilia nguvu za kukutoa katika jina la Yesu. Amen. Kwenye kila mbinyo ambao utajikuta umeingia kwa kujua au kwa kutokujua, kwa kujiingiza mwenyewe au kwa kuingiza na mazingira, utatoka katika jina la Yesu. Amen. Ile nguvu iliyomtoa Paulo na Sila itakutoa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Kwenye eneo lolote, hiyo nguvu iwe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Amen. Na sahihi kwenye jambo linalokushikilia mahali, nguvu ya Bwana inashuka juu yako. Hilo jambo linakuachia katika jina la Yesu Kristo. Hilo jambo linaondoka kwako katika jina la Yesu. Huo mlango uliofungwa unafunguka katika jina la Yesu. Hiyo njia iliyofungwa inafunguka katika jina la Yesu. Unapojikuta uko mahali moyo ni mzito, hujui cha kufanya, umebanwa mahali, jambo moja jua la kufanya, jifungie mahali, mshukuru Mungu. Mwimbie Mungu nyimbo za sifa, mwimbie Mungu nyimbo za shukrani, mpazie Bwana sauti, fungua moyo wako, uachilie kwa Bwana. Hiyo hali itakuachia katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema furaha ya Bwana ndio nguvu. Kwa unapoteza furaha ndani ya moyo wako, unapoteza nguvu za Mungu ndani ya moyo wako. Na unapoteza nguvu za Mungu, maana unapoteza msaada wa kimungu wa kukusaidia kwenye mambo mbalimbali ya maisha yako. Kwa unapoona kuna jambo linakunyima furaha, cha kufanya, jifungie ndani. Ukiwezekana unaingia ndani, funga milango, funga madirisha. Kama una TV una redio, weka sauti ya mwisho, alafu anza kuimba na hiyo sauti. Imba na hiyo sauti, yaani unaimba mpaka ujisikie. Sasa umeweka redio sauti ya mwisho, unaimba mpaka ujisikie. Ukiimba mpaka ujisikie, mimi nakwambia hiyo nguvu inayokushikilia ya huzuni yenyewe itatafuta mlango wa kutokea. Ile pressure ndani itaondoka, ile huzuni itapotea. Utajuta una kicheko, utajuta una furaha. Na ile furaha ikisha kuja, ni nguvu ya Mungu imekuja ndani yako, sababu furaha Bwana ndio nguvu yetu. Kwa kuna furaha ikija ndani yako ile ambayo ni ya Mungu, maana nguvu za Mungu zimekuja ndani yako. Kile kitu ambacho ni mzigo kwako, utakibeba kwa wepesi. Wakati watu wa nje wanakuona kwamba jamaa anapitia pagumu, wewe unashangaa, mbona mimi napita kirahisi? Kwa sababu kuna nguvu za Mungu zimekuja ndani yako, zinazokusaidia kubeba ule mzigo. Haubebi wewe, anabeba Mungu ndani yako. Kwa lugha nyingine, unakuwa umejitwika nira ya Kristo na mzigo wa Kristo, Mungu anabeba mzigo wako kwako. Ndivyo Mathayo anavyotuambia, jiteni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha. Kwa ukiona kuna raha nafsini imeingia, ujue Mungu amebeba mzigo wako kwako. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nifanyaje? Nitawapumzisha. Anasema jitieni nira yangu, jifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ile furaha ya Bwana ikija ndani yako, inakuja na raha ya Mungu ndani yako. Ukisikia tu kuna raha ya Mungu imeingia ndani yako, kuna furaha imeingia ndani yako, una uhakika kuna mzigo wako Bwana ameubeba. Na ule mzigo Mungu akiubeba, hausikii tena kama ni mzito. Wa nje utakuwa unapita pagumu, lakini wewe unashangaa unapita pa nini? Pepesi. Na hiyo itakuwa sema katika jina la Yesu. Amen. Itakuwa sema katika jina la Yesu. Amen. Furaha ya Bwana haitaondoka kwako katika jina la Yesu. Na kila mzigo ambao utakuja kwenye maisha yako, Bwana atakubebea katika jina la Yesu. Amen. Katika Yesu natamka na natangaza, hakuna mzigo utakao kushinda katika jina la Yesu. Amen. Hakuna jambo litakalo kuchosha katika jina la Yesu.
Hakuna kitakacho kuangusha katika jina la Yesu. Maana furaha ya Bwana itakuwa ni sehemu yako katika jina la Yesu. Na nira ya Kristo itakuwa pamoja nawe katika jina la Yesu. Mungu atanyosha mkono na kusaidia katika jina la Yesu. Maana yeye ni mchungaji wako. Hautapungukiwa na kitu katika jina la Yesu. Katika malisha majani mabichi atakuraza. Na kanda maji tulivu atakuongoza katika jina la Yesu. Ukipita kwenye bonde la uvuli wa mauti hautaogopa mabaya, kwa maana Bwana atakuwa pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.